Unajua safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea sehemu ambayo Mungu alikuwa amewaahidi, ama Mungu alikuwa amewaagiza kwamba atawapea hiyo sehemu. Kulikuwa na viongozi wangapi? Viongozi wawili ibuka, ya kwamba kulikuwa Musa na Joshua. So tunapata kwamba Musa alikuwa mtumishi wa Mungu, alafu Joshua alikuwa mtumishi wa Musa. So kuna kitu ambacho kinafanyika the same with these people, to these two people, the same ambacho tunakuwa tukiimba tu kwa mtu mmoja, lakini kwa watu wote, ya kwamba Musa in Exodus chapter 3 verse 5, ya kwamba Bwana akamwambia Musa ya kwamba vua kiatu chako, ya kwamba mahali, acha nisome, vua kiatu chako miguuni mwako, maana mahali Rono ni nchi takatifu, ni nchi takatifu. So ya kwamba Musa aliweza kuambia kwamba aweze kuvua viatu vyake, maana mahali ambapo amekanyaga ni mahali ambapo ni nchi takatifu. Kumbuka pia hii jambo ambalo liliweza kufanyika kwa Musa, pia liliweza kufanyika pia kwa Joshua, ya kwamba liweza kufanyika pia kwa Joshua, ya kwamba aliweza kuambia pia aweze kuvua viatu vyake. In Joshua chapter 5 verse 15. Joshua chapter 5 verse 15 anasema hivi: They have left you behind. Hayo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu. You think so they wise? Joshua akafanya hivi. So ikapaka kwamba you think so they wise? These two people or these two characters walifanya the same thing. So hii ndio jambo ambalo hawezi kujua, jambo ambalo huko ukijua ni kwamba ya kwamba hawa watu wawili walivua viatu before Mungu. Walivua viatu. Tunapo ukiimba Musa avue kiatu, pia uimba pia Joshua avue kiatu, kwa sababu walivua wote wawili, si mmoja alivua, walivua wote wawili.